TFRA, mbolea bora kwa wakulima wote. Mamlaka ya udhibiti wa mbolea Tanzania na sekta ya kilimo kwa ujumla, sio kwetu sisi tu, lakini kwa wakulima wetu, wafanyabiashara na wadau wa tasnia ya mbolea, kwa sababu mamlaka inapata nafasi ya kuonesha mafanikio makubwa ambayo tumeyapata katika miaka minne ya uongozi thabiti wa rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwanza kabisa naomba nitumie fursa hii kumpongeza sana kwa dhati ya moyo wangu Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri na kubwa anayoifanya kuiongoza nchi yetu, na pia tunamshukuru kwa kuendelea kuipa umuhimu mkubwa sekta ya kilimo, hususan tasnia ya mbolea. Vile vile napenda kutumia fursa hii kuishukuru wizara na uongozi mzima wa wizara ukiongozwa na waziri wetu Hussein Mohamed Bashe kwa usimamizi thabiti na kuendelea kusimamia kwa dhati na kutekeleza kwa ufanisi maono ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Mamlaka ya udhibiti wa mbolea ambayo ni taasisi iliyoanzishwa na sheria ya bunge mwaka 2009. Sisi jukumu letu kubwa la kwanza ni kusimamia ubora wa mbolea na visaidizi vya mbolea vinavyo ingizwa au kuzalishwa nchini. Tuna jukumu la kusajili aina zote za mbolea na visaidizi vya mbolea, lakini tuna jukumu la kusajili na kutoa leseni kwa wafanyabiashara wa mbolea, ikiwemo kutoa vibali vya kusafirisha na kuingiza mbolea nchini. Tuna jukumu kubwa la kutoa miongozo mbalimbali ili kuwezesha upatikanaji na utumiaji wa mbolea zinazokidhi viwango vya ubora. Lakini tuna jukumu jingine ambalo ni muhimu sana, ni la kutoa elimu kwa umma kupitia kampeni mbalimbali na mafunzo mbalimbali kwa wadau kuhusu matumizi sahihi ya mbolea na kutekeleza sera mbalimbali na mikakati ya programu. Kuna programu kubwa ya mpango wa ruzuku ambao tulianza kuitekeleza mwaka 2022. Lakini tuna jukumu pia la kusimamia na kufanya tafiti mbalimbali zinazohusu mbolea na visaidizi vya mbolea. Jukumu jingine muhimu ni kusimamia biashara ya mbolea, ikiwemo kutoa bei elekezi za mbolea na visaidizi vyake. Pamoja na majukumu hayo, wote tunafahamu kwamba mamlaka ya udhibiti wa mbolea ni taasisi iliyo chini ya Wizara ya Kilimo, na sekta ya kilimo ina umuhimu mkubwa sana katika uchumi wa taifa. Sekta hii ya kilimo inaajiri 65% ya nguvu kazi na inachangia 26.5% ya pato la taifa kwa maana GDP, na 100% ya usalama wa chakula, na 65% ya malighafi zinazozalishwa viwandani. Sasa ili kuongeza tija ya uzalishaji, matumizi ya mbolea ni muhimu sana. Katika kipindi hiki cha miaka minne, tasnia ya mbolea imeshuhudia mafanikio makubwa. Moja ya mafanikio makubwa ya serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ni uanzishwaji wa mpango maalum wa ruzuku ya mbolea ulioanza msimu wa 2022-2023. Lengo kubwa ni kumsaidia mkulima kuhimili bei za mbolea, na uhimilivu huu unasaidia sana upatikanaji wa mbolea kwa wakulima, na mwisho wa siku unaongeza tija ya uzalishaji wa kilimo na kuimarisha usalama wa chakula. Lakini pia tunafahamu kwamba mazao ya kilimo yanaongeza malighafi viwandani. Kabla ya kuanza utekelezaji wa mpango wa ruzuku mwaka 2021-2022, sekta ya kilimo ilikabiliwa na changamoto kubwa sana ya kupanda kwa bei za mbolea katika soko la ndani. Nafikiri mtakumbuka vita ya Ukraine ya COVID. Lakini bei za mbolea zilipanda na zilikuwa zinauzwa kwa mfuko wa kilo 50
kati ya shilingi 140,000 mpaka 150,000. Sasa mpango huu maalumu wa ruzuku ya mbolea uliwezesha kupunguza bei ya mbolea kwa mkulima kuwa wastani wa shilingi 40,000 mpaka 80,000, na hivyo kumpunguzia mzigo mkulima kwa takribani 50% ya bei ya soko. Sasa hii iliwawezesha wakulima wengi kununua mbolea na kuweza kuhimili gharama za uzalishaji katika sekta ya kilimo. Ni kwa mara ya kwanza katika historia ya ruzuku zinazotolewa kwenye mbolea, ruzuku hii inatolewa kwa mazao yote na kwa wakulima wote. Tofauti na ruzuku zilizokuwa zinatolewa hapo nyuma, mpango huu wa ruzuku unatumia mfumo wa kidigitali ambao tumeupa jina ni mfumo wa ruzuku ya pembejeo za kilimo. Ulianza kwa pembejeo za mbolea, lakini sasa umeisha kwenda kuhusisha pia pembejeo za mbegu, hususan mbegu za mahindi. Unatumika kusajili wakulima, pia kusajili waagizaji, wazalishaji na wakala wa mbolea nchini, na unatumika kuratibu usambazaji na mauzo ya mbolea. Kwa hiyo kwa sasa tumetoka kwenye mifumo ya karatasi, sasa tumekwenda kwenye mifumo sasa ya kidigitali. Matumizi ya mfumo huu yamesaidia sana, imenufaisha nchi, serikali, kwanza kwa kuweza kupata kanzidata za kuaminika. Kwa sasa tunaweza tukamtambua mkulima, kwa sababu wakulima ili waweze kutumia mbolea ya ruzuku wanatakiwa wao wamejisajili. Kwa hiyo kwa kujisajili kule tunaweza kupata sasa taarifa muhimu ambazo zinarahisisha sasa kuweza kuwahudumia wakulima kwa urahisi zaidi. Lakini pia tunapata kanzidata ya waagizaji, tunapata kanzidata za wazalishaji wa mbolea nchini na vile vile mawakala wa mbolea. Mfumo huu pia umetusaidia sana katika ufuatiliaji wa biashara ya mbolea tangu zinapoingizwa, zinavyozalishwa na zinapouzwa kwa mkulima. Kwa hiyo leo hii tunaweza tukajua kabisa kwamba mkulima fulani, eneo fulani, amenunua mbolea aina fulani na kwa bei fulani. Kwa hiyo imeturahisishia sana kuweza kusimamia tasnia ya mbolea na kudhibiti udanganyifu uliokuwa unajitokeza katika mifumo iliyopita ya mpango wa ruzuku za mbolea. Tasnia ya mbolea imeshuhudia ongezeko kubwa la aina za mbolea zinazopatikana sokoni. Aina mbalimbali za mbolea zilizosajiliwa zikiongezeka kutoka mbolea 350 mwaka 2020-2021 mpaka mbolea 612. Na hizi mbolea ni muhimu sana kwa sababu mbolea zinatumika zaidi zikiangalia mahitaji ya udongo na kuongeza kilimo chenye tija. Tumeshuhudia pia katika hii miaka 4 ya serikali ya awamu ya 6 kukua kwa biashara ya mbolea. Mwaka 2020-2021 wafanyabiashara wa mbolea waliokuwa wamepewa leseni walikuwa wafanyabiashara 361. Lakini leo hii tunapoongelea tuna wafanyabiashara 7,302. Katika kipindi hiki kumekuwa na ongezeko kubwa sana la upatikanaji wa mbolea nchini. Katika kipindi cha mwaka 2020-2021 upatikanaji wa mbolea nchini ulikuwa wa wastani wa tani 766,000. Lakini kwa kipindi cha mwaka 23-24, ule msimu wa kilimo, upatikanaji wa mbolea ulifika tani 1,213,729. Kumekuwa na ongezeko kubwa la uingizaji wa mbolea nchini. Mwaka 2020-2021 mbolea zilizoingizwa nchini zilikuwa tani 504, lakini hadi tunamaliza msimu wa 2023-2024
mbolea zilizoingizwa nchini zilikuwa tani 728,758. Kwa jitihada kubwa sana ambazo zinafanywa kuvutia uwekezaji, viwanda, tumeshuhudia ongezeko kubwa la uzalishaji wa ndani. Katika kipindi cha mwaka 2020-2021, uzalishaji wa ndani na utumiaji wa mbolea zilizoanzishwa kwenye viwanda vyetu vya ndani ulikuwa ni tani 42,695. Msimu uliopita wa 2023-2024 tumeshuhudia tani zilizozalishwa na kutumika ndani zikiwa ni tani 158,628. Ongezeko la karibu mara 3. Na hii yote imetokana na ongezeko la viwanda ambayo tutalijadili baadaye vya uzalishaji, lakini na ongezeko la utumiaji wa mbolea zinazozalishwa ndani. Maana yake ni kwamba mbolea zinazozalishwa ndani sasa zinaendelea kukubalika na kutumika kwa wingi na wakulima wetu. Tumeshuhudia ongezeko kubwa la viwanda vya uzalishaji wa mbolea na visaidizi vya mbolea. Hii inatokana na mazingira wezeshi ya uwekezaji pamoja na utashi wa kisiasa wa serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa mwaka 2020-2021 tulikuwa tuna viwanda 16 vya mbolea na visaidizi vya mbolea. Lakini mpaka sasa tuna viwanda 33. Kati ya hivyo viwanda 3 ni vikubwa, viwanda 11 ni vya kati na viwanda 19 ni vidogo. Katika kipindi hiki cha awamu ya 6 nchi imeshuhudia wawekezaji wakubwa wakionyesha nia ya kuwekeza katika uzalishaji wa mbolea za nitrogen. Mbolea hizi za nitrogen zinatumika kwa wingi kwa wakulima, lakini pia zinatumika kama malighafi ya viwanda vingine vya mbolea. Hivi viwanda vinavyofanya blending vinatumia malighafi ya mbolea ambayo ni ya nitrogen. Sasa kwa kipindi hiki tumeshuhudia hati za makubaliano ikisainiwa ili kufanya uwekezaji wa uzalishaji wa mbolea za nitrogen kupitia gesi asilia. Kwa hiyo mwaka 2024 tulishuhudia kusainiwa kwa makubaliano kati ya kampuni ya ESA Group na taasisi za serikali ikiwemo TIC, TPDC na TFRA kwa ajili ya kujenga kiwanda ambacho kitakuwa na uwezo wa kuzalisha tani milioni 1 za mbolea ya urea ambayo inategemea kuanza uzalishaji mwaka 2029. Kinategemea kutoa ajira za moja kwa moja 4,500 na ajira 5,000 wakati wa uzalishaji na ajira zisizo za moja kwa moja ajira karibu 389. Uwekezaji huu unagharimu takriban dola za Kimarekani bilioni 1.3. Hizi jitihada zote zimesaidia sana katika kuongeza matumizi ya mbolea nchini. Mwaka 2020-2021 matumizi ya mbolea yalikuwa wastani wa tani 360 kwa mwaka. Lakini mpaka sasa tunapoongea wastani wa matumizi ya mbolea ni tani 840,000. Kwa kipindi cha miaka hii minne ni ongezeko la takribani mara 2.5. Na hii kwa kweli haijawahi kutokea katika historia ya Tanzania. Sasa tunaanza kukimbizana na zile nchi nyingine ambazo zina matumizi makubwa ya mbolea ambayo yanaleta tija ya uzalishaji. Sasa ongezeko hili la mbolea imepelekea kuongezeka kwa matumizi ya mbolea kutokana na matakwa ya kuwa nchi yaliyofanyika Nairobi
ni kwamba ifikapo mwaka 2033 nchi zote ziweze kuwa na matumizi ya mbolea ya wastani wa kilo 50 za virutubisho vya mbolea kwa hekta. Kabla Mheshimiwa Rais hajaingia madarakani, wastani wa kilo za virutubisho kwa hekta ilikuwa ni 19. Lakini mpaka sasa tunapoongelea, wastani huo umeongezeka kufikia kilo 24 za virutubisho vya mbolea kwa hekta. Kwa hiyo tunaamini tunakwenda kwenye spidi nzuri, na tutakavyofika mwaka 2033 tutaweza kuwa tumefikia lengo la Nairobi Declaration ya mwaka 2024. Katika kipindi hiki tumeshuhudia ongezeko la uzalishaji wa mazao ya chakula kutoka tani milioni 19.9 mpaka tani milioni 22.8, sawa na 14%, na kufanya utoshelevu wa chakula nchini kufikia 128%. Ongezeko hili limetokana kwa kiasi kikubwa na ongezeko la matumizi ya mbolea katika uzalishaji. Jambo jingine muhimu ambalo limefanywa na limejitokeza katika awamu hii ni katika historia ya nchi ya Tanzania hatukuwahi kuwa na mkakati wa taifa wa mbolea na afya ya udongo. Sasa kwa mara ya kwanza huu mkakati umeandaliwa na umeanza kutumika na ulizinduliwa mjini Dodoma, na huu mkakati unaweka malengo na mbinu za kuhakikisha kwamba kuna upatikanaji na matumizi sahihi ya mbolea kwa wakulima pamoja na ustahimilivu wa bei na tasnia ya mbolea kwa ujumla. Kwa mara ya kwanza katika historia pia, mamlaka imeanzisha maabara ya kisasa ya mbolea. Maabara hii ni maabara ya kwanza katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sisi tumekuwa kwanza kuanzisha standalone taasisi inayodhibiti na kusimamia mbolea, lakini tumekuwa pia kwanza kuanzisha maabara mahususi kwa ajili ya mbolea. Kwa hiyo maabara hii ina uwezo wa kupima sampuli za mbolea, udongo na tishu za mimea. Sasa kwa kutumia maabara hii tunaamini tutakuwa na uhakika wa ubora wa mbolea zinazozalishwa na zinazoingizwa nchini, na tunatarajia kwamba itasaidia pia kutoa huduma katika nchi zinazotuzunguka, hususan nchi za Afrika Mashariki na SADC. Katika kipindi hiki pia serikali imefanikiwa kusogeza huduma karibu zaidi na mkulima. Mamlaka imeongeza ofisi za kanda kutoka ofisi kanda 3 zilizokuwepo na kufika kanda 5 na makao makuu, na sasa tumeongeza ofisi ndogo hapa mjini Dodoma. Kupitia mpango wa ruzuku, mamlaka imefanikiwa kuwa na wawakilishi au watumishi wake katika mikoa yote ya Tanzania, mikoa 26. Kwa hii imekuwa na lengo kubwa la kujaribu kusogeza hizi huduma za usimamizi kwa wananchi. Katika kipindi cha miaka 4, mamlaka imeimarisha sana matumizi ya tehama, ambayo kwa kiasi kikubwa yamepunguza muda wateja muda unaotolewa huduma kwa wateja. Kwa mfano, kwa sasa utoaji wa leseni na vibali unatumia zaidi kama siku 2, lakini kabla matumizi ya mifumo tulikuwa tunatumia kati ya siku 10 mpaka 14. Na sasa kwa kutumia mifumo tunaweza kuwa na taarifa muhimu na za uhakika ambazo zinaweza kuisaidia serikali kufanya maamuzi
lakini vile vile kupanga mipango thabiti kwa ajili ya kumhudumia mkulima. Na kupitia sasa mifumo hii ya kidigitali, wakulima wanaendelea kupata fursa kuingiza kwenye mifumo rasmi ya kifedha. Mamlaka ya udhibiti wa mbolea inatoa sasa kadi janja ambayo ni kitambulisho cha mkulima chenye kuweza kumpa fursa ya kuweza kupata urahisi wa kupata huduma za kifedha ambazo zinatolewa na mabenki mbalimbali. Lakini kwa kutumia fursa hizi tumeenda kwenye kumsaidia mkulima pia, kwa wale ambao wanakidhi vigezo, kuweza kupata hati miliki za mashamba yao. Mheshimiwa Rais ameona ni muhimu sana katika kuisaidia sekta ya kilimo na tasnia ya mbolea, kuifanya bandari ya Tanga kuwa ni bandari maalum ya pembejeo za kilimo ikiwemo mbolea, na sisi sasa tuko kwenye mkakati wa kulitekeleza, kuhakikisha kwamba bandari hile inaweza kusaidia kwanza kuwa kitovu cha usambazaji wa mbolea, lakini kusaidia kumfikishia mkulima mbolea kwa urahisi na kwa bei himilivu. Mwaka wa fedha mwaka 2025/26 mamlaka imeweka vipaumbele vifuatavyo ambavyo vina nia ya kuhakikisha kwamba hizi juhudi na mafanikio yote makubwa ambayo yanaendelea kujitokeza yanaendelea kuimarika. Sasa vipaumbele ambavyo tunavyo kama mamlaka, kwanza ni kuimarisha mifumo ya usambazaji wa mbolea ili kuhakikisha mbolea zinawafikia wakulima kwa wakati na kwa bei himilivu. Tutaendelea kusimamia na kuhakikisha kwamba tunaboresha udhibiti wa ubora ili kuhakikisha mbolea inayofikia mkulima inakuwa katika ubora unaotakiwa. Tutaendelea kuimarisha matumizi sahihi ya mbolea kwa kushirikiana na halmashauri za wilaya. Hii yote ina nia kuongeza matumizi ya mbolea, lakini ya kuongeza matumizi ya mbolea yenye tija. Tunaendelea kuhamasisha wakulima kupima afya ya udongo pamoja na kutumia mbolea zinazozalishwa nchini ili kupunguza utegemezi wa mbolea zinazozalishwa nje. Na ni imani yetu kwamba ifikapo mwaka 2030 mbolea zinazozalishwa ndani zinaweza zikatosheleza mahitaji ya soko. Tunaendelea kuhamasisha uwekezaji katika viwanda vya mbolea ili kupunguza pia utegemezi wa mbolea kutoka nje. Sana Mheshimiwa Rais kwa kufanikisha haya yote, mengi yakiwa ni maono yake kwenye sekta ya kilimo na tasnia ya mbolea. Nimalizie kwa kutoa rai kwa wakulima kuendelea kujisajili au kujiandikisha ili waweze kuendelea kupata manufaa makubwa yanayotokana na mpango wa mbolea ya ruzuku na fursa nyingi ambazo zinaendelea kujitokeza zinazotokana na mpango huo. Naomba niwasalimu tena kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. TFRA, mbolea bora kwa wakulima wote.